Tunaangalia uponyaji tena siku ya leo, na kipengele ambacho nataka tukiangalia siku ya leo ni kuijua miili yetu. Tunaangalia uponyaji tena siku ya leo, na kipengele ambacho nataka tukiangalie ni kuijua miili yetu. Okay, tuanze kuangalia kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 mpaka wa 20. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 mpaka ule wa 20. Mstari wa 19 anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Mstari wa 20 anasema, maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Na nataka uangalie huu mstari wa 19. Paulo anaanza kwa kuuliza swali. Paulo anaweka swali na anasema, hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hilo swali la Paulo linatusukuma ama linatushinikiza ama linatutaka tuelewe kwamba kuna watu wenzetu ambao walitutangulia, hususani wa Korinto, walikuwa wameokoka vizuri, wamejaa Roho Mtakatifu, lakini kuna kitu kimojawapo cha msingi ambacho walikuwa hawakijui. Na hicho kitu ambacho walikuwa wakijui ni miili yao. Walikuwa hawaijui miili yao. Anawaambia, hamjui ya kuwa miili yenu. Ni Roho Mtakatifu alikuwa anaongea ndani ya Paulo. Na kama ni Roho Mtakatifu alikuwa anaongea ndani ya Paulo, manake Roho Mtakatifu alikuwa anaongea na kila kanisa, ikiwemo mimi na wewe siku ya leo. Roho Mtakatifu kwa kutumia Mtume Paulo anataka sisi kama kanisa, sisi kama watu ambao tunamwamini Yesu Kristo, anataka tuijue miili yetu. Niseme kati ya kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka watu wake wajue, anataka watu wake wajue miili yao. Kila mtu aujue mwili wake, kila mtu autambue mwili wake. Kwa nini? Kuna uhusiano mkubwa sana wa kuujua mwili wako na uzima wako. Kuna uhusiano mkubwa wa kuijua miili yetu na afya zetu. Kuna uhusiano mkubwa wa kuijua miili yetu na uponyaji wa kiungu. Ninaamini kabisa kwa maelezo hayo uko tayari kujua mwili wako siku ya leo sawasawa na neno la Mungu. Mtume Paulo kwa Roho Mtakatifu anauliza, hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Kwa swali hilo tena, nataka nikuonyeshe kitu. Kwa swali hilo tena, maana yake Paulo kwa Roho Mtakatifu anataka tujue ama anatushinikiza tujue kuwa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. 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 Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu sisi ni nyumba ya Mungu. Miili yetu sisi ni nyumba ya Mungu. Kwa kuwa miili yetu ni nyumba na ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa kuwa miili yetu ni nyumba na ni hekalu la Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndiye anayetakiwa kukaa ndani ya miili yetu na si roho zingine chafu.
Roho Mtakatifu ndiye anayetakiwa kukaa ndani ya miili yetu na sio roho zingine chafu. Roho chafu na uchafu wao hazitakiwi kukaa ndani ya miili yetu. Roho chafu na uchafu wao hazitakiwi kukaa ndani ya miili yetu. Roho mbaya na ubaya wao, roho mbaya na mabaya yao hazitakiwi kukaa ndani ya miili yetu. Roho mbaya na mabaya yao hazitakiwi kukaa ndani ya miili yetu. Ni Roho Mtakatifu na mambo yake ndiyo anatakiwa kukaa ndani ya miili yetu. Ni Roho Mtakatifu na mambo yake ndiye anayetakiwa kukaa ndani ya miili yetu. Kwa nini? Tumeona Biblia inatuelekeza, neno la Mungu linatuelekeza. Roho Mtakatifu kwa kumtumia Mtume Paulo anatuambia miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kama miili yetu ni nyumba na ni hekalu la Roho Mtakatifu, manake anayetakiwa kukaa ndani ya miili yetu ni Roho Mtakatifu. Nikasema kwamba Roho Mtakatifu na mambo yake, Roho Mtakatifu na mambo yake ndiye anayetakiwa kukaa ndani ya miili yetu. Mambo ya Roho Mtakatifu ni uzima na amani. Mambo ya Roho Mtakatifu ni uzima na amani. Maana yake uzima na amani ndivyo vinavyotakiwa vikae ndani ya miili yetu. Uzima na amani ndivyo vinavyotakiwa vikae ndani ya miili yetu. Uzima wa Roho Mtakatifu, uzima wa Roho Mtakatifu ndio unatakiwa ukae ndani ya miili yetu na si magonjwa. Uzima wa Roho Mtakatifu ndio unatakiwa ukae ndani ya miili yetu na si magonjwa. Kumbuka, tunajifunza kuijua miili yetu. Tunajifunza kuijua miili yetu. Kwa nini? Kuna uhusiano mkubwa kati ya uzima na uponyaji na afya na kuijua miili yetu. Okay, nataka tusogee mbele tena. Angalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 24 mpaka wa 25. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 24 mpaka ule wa 25. Mstari wa 24 anasema, kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameuunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa. Mstari wa 25, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane, kila kiungo na mwenziwe. Okay, kati ya kitu ambacho nataka uone, angalia kwenye mstari wa 24, nataka uone hao maneno yanayosema Mungu ameuunganisha mwili. Mungu ameuunganisha mwili. Alafu kwenye mstari wa 25 nataka uone haya maneno yanasema ili mwili usiwe na faraka. Mstari wa 25 nataka uone hayo maneno yanayosema ili mwili usiwe na faraka. Ili mwili usiwe na faraka. So, kwa maneno hayo ambayo nimekuonyesha, tukiunganisha itasomeka hivi, mstari wa 24 na mstari wa 25. Mungu ameunganisha mwili ili usiwe na faraka. Mungu ameunganisha mwili ili usiwe na faraka. Maana yake nini? Pointi za ufunuo ni kwamba miili yetu haitakiwi iwe na faraka yoyote ile. Miili yetu haitakiwi iwe na faraka yoyote ile. Miili yetu haitakiwi iwe na faraka yoyote ile. Miili yetu haitakiwi iwe na mgawanyiko wowote ule. Miili yetu haitakiwi iwe na mgawanyiko wowote ule. Miili yetu inatakiwa iwe na mpangilio mzuri. Miili yetu inatakiwa iwe na mpangilio mzuri. Miili yetu inatakiwa iwe na muonekano mzuri. Miili yetu inatakiwa iwe na muonekano mzuri. Kwa maneno mengine,
miili yetu inatakiwa iwe na shepu nzuri. Miili yetu inatakiwa iwe na shepu nzuri. Kila kiungo cha mwili wetu, kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kiwe na muonekano mzuri. Kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kiwe na muonekano mzuri. Anasema hivi, Mungu ameunganisha mwili ili kusiwe na faraka. Naweza kusema hivi, hakuna sehemu yoyote ya mwili wetu au hakuna kiungo chochote cha mwili wetu, hakuna kiungo cha mwili wetu ambacho kinatakiwa kuongezwa ama kupunguzwa ndani au nje ya miili yetu. Kwa nini? Anasema Mungu ameshaweka mwili wetu vizuri. Mungu ameshaiweka miili yetu vizuri ili kusiwe na faraka. Hakuna kiungo kinachotakiwa kuongezwa ama kupunguzwa ndani ama nje ya miili yetu. Hakuna kiungo kinachotakiwa kuongezwa ama kupunguzwa ndani ama nje ya miili yetu. Kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kiwepo kwenye hali ambayo Mungu alikiumba. Kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kiwe kwenye hali kama ambavyo Mungu alikiumba. Kila kiungo cha mwili wetu, kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kikae mahali pake kama Mungu alivyotaka. Kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kikae mahali pake kama Mungu alivyotaka. Kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kifanye kazi kama Mungu alivyokusudia kifanye kazi. Kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kifanye kazi kama Mungu alivyokusudia kifanye kazi. Tena, kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kishirikiane na viungo vingine vifanye kazi vizuri. Kila kiungo cha mwili wetu kinatakiwa kishirikiane na viungo vingine ili vifanye kazi vizuri kama Mungu alivyokusudia. Naweza kusema kwamba hakuna sehemu yoyote ya mwili wetu inayotakiwa kufeli kufanya kazi vizuri. Hakuna sehemu yoyote ya mwili wetu inayotakiwa kufeli kufanya kazi vizuri. Kila sehemu ya mwili wetu inatakiwa ifanye kazi vizuri. Kila sehemu ya mwili wetu inatakiwa ifanye kazi vizuri. Kwa nini? Biblia inasema Mungu ameuunganisha mwili ili kusiwe na faraka, ili kusiwe na mgawanyiko wowote, ili kwamba mwili wote ama kila sehemu ya mwili ifanye kazi vizuri. Kusudi la Mungu la kuunganisha miili yetu ni ili miili yetu ifunction vizuri na sio kufeli. Wakorinto wa pili, tusogea. Wakorinto wa pili, kazobra haska valadefe ene makataya. Wakorinto wa pili sura ya 4 anasema hivi: siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika mwili. Maana yake Yesu Kristo aliuawa ili miili yetu iwe na uzima. Yesu Kristo aliuawa ili miili yetu iwe na uzima. Yesu Kristo alisulubishwa kwa aibu ili miili yetu iwe na heshima ya uzima. Yesu Kristo alisulubishwa kwa aibu ili miili yetu iwe na heshima ya uzima. Yesu Kristo alikubali kuonja mauti kwa ajili ya kila mtu ili miili yetu iwe na uzima. Yesu Kristo alikubali kuonja mauti kwa ajili ya kila mtu ili miili yetu iwe na uzima.
Kifo cha Yesu Kristo kilikuwa ni gharama ya miili yetu kuwa na uzima. Kifo cha Yesu Kristo kilikuwa ni gharama ya miili yetu kuwa na uzima. Hakuna kitu tena kinachoweza kuzuia miili yetu isiwe na uzima. Hakuna kitu tena kinachoweza kuzuia ili miili yetu isiwe na uzima tena. Kwa nini? Kila gharama ya uzima wetu ilishalipwa ili miili yetu iwe na uzima. Kila gharama ya uzima wetu ilishalipwa ili miili yetu iwe na uzima. So, hakuna chochote ambacho kinaweza kudai miili yetu isiwe na uzima. Fungu letu ni miili yetu iwe na uzima. Miili yetu sasa inatakiwa idhihirishe uzima wa Yesu Kristo na sio magonjwa. Miili yetu inatakiwa idhihirishe uzima wa Yesu Kristo na sio magonjwa. Miili yetu sasa inatakiwa iathiriwe na uzima wa Yesu Kristo na sio virusi au bakteria wa magonjwa. Miili yetu sasa inatakiwa iathiriwe na uzima wa Yesu Kristo na sio virusi au bakteria wa magonjwa. Miili yetu sasa nao, si kesho, sasa miili yetu inatakiwa itawaliwe na uzima wa Yesu Kristo na si magonjwa. Miili yetu sasa inatakiwa itawaliwe na uzima wa Yesu Kristo na si magonjwa. Siku zote miili yetu inatakiwa kuwa na uzima tele wa Yesu Kristo na sio magonjwa. Siku zote miili yetu inatakiwa iwe na uzima tele wa Yesu Kristo na si magonjwa. Siku zote miili yetu inatakiwa izidi kuwa na uzima tele wa Yesu Kristo na si magonjwa. Siku zote miili yetu inatakiwa izidi kuwa na uzima wa Yesu Kristo na si magonjwa. Siku zote miili yetu sisi inatakiwa izidi kubadilika kutoka utukufu kwenda utukufu wa uzima wa Yesu Kristo na si magonjwa. Siku zote miili yetu inatakiwa ibadilike kutoka utukufu kwenda utukufu wa uzima wa Yesu Kristo na si magonjwa. And I believe kwamba baada ya ibada hii itakuwa hivyo. Mwili wako utazidi kubadilika kutoka utukufu mmoja wa uzima wa Yesu Kristo kwenda utukufu mwingine wa uzima wa Yesu Kristo na si magonjwa. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza maluza brahaska vale ebelehena makazo vradiska taya. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari ule wa 20 nasema, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Anasema maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hichi kipengele ama mstari mmoja una vitu vingi sana vya utukufu ambavyo vinaweza kutupa ufunuo ama ufahamu kwa ajili ya kujua miili yetu, kwa ajili ya afya na uponyaji wa kiungu. Anasema maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Anasema mlinunuliwa kwa thamani. Manake andiko linataka tujue tulinunuliwa kwa thamani na kutolewa kwenye kila sehemu isiyokuwa na thamani kwa ajili ya miili yetu. Tulinunuliwa kwa thamani na kutolewa kwenye kila sehemu isiyokuwa na thamani kwa ajili ya miili yetu. Tulinunuliwa kwa thamani ili kila kisicho na thamani kitoke kwenye miili yetu. Tulinunuliwa kwa thamani ili kila kisichokuwa na thamani kitoke kwenye miili yetu. Lakini pia tulinunuliwa kwa thamani ili kila kisicho na thamani kisikae tena kwenye miili yetu.
Tulinunuliwa kwa thamani ili kila kisichokuwa na thamani kisikae tena kwenye miili yetu. Tulinunuliwa kwa thamani ili tumtukuze Mungu katika miili yetu. Tulinunuliwa kwa thamani ili tumtukuze Mungu katika miili yetu. Na damu ya Yesu Kristo ni thamani iliyotumika kutununua sisi pamoja na miili yetu. Damu ya Yesu Kristo ni thamani iliyotumika kutununua sisi pamoja na miili yetu. Sasa ninaomba uzingatie maelezo ambayo naenda kuyasema. Ninaomba uyazingatie maelezo ambayo ninaenda kuyasema. Sisi ni wa thamani, ndio maana tulinunuliwa kwa thamani. Sisi ni wa thamani, ndio maana tulinunuliwa kwa thamani. Wewe ni wa thamani, ndio maana ulinunuliwa kwa thamani. Wewe ni wa thamani, ndio maana ulinunuliwa kwa thamani. Miili yetu sisi ni ya thamani, ndio maana tulinunuliwa kwa thamani. Miili yetu sisi ni ya thamani, ndio maana tulinunuliwa kwa thamani. Kila sehemu ya mwili wetu ni ya thamani, ndio maana tulinunuliwa kwa thamani. Kila sehemu ya miili yetu ni ya thamani, ndio maana tulinunuliwa kwa thamani. Kwa hiyo chochote kisichokuwa na thamani hakiruhusiwi kukaa kwenye miili yetu. Chochote kisichokuwa na thamani hakiruhusiwi kukaa kwenye miili yetu. Kwa mfano, magonjwa, udhaifu, maumivu, hivyo vyote havina thamani yoyote kwenye miili yetu. Magonjwa, udhaifu, maumivu, hivyo vyote havina thamani yoyote kwenye maisha yetu. Magonjwa na wenzake wote havitakiwi kukaa ndani ya miili yetu kwa sababu havina thamani yoyote kwenye miili yetu, na sisi ni wa thamani. Magonjwa na wenzake wote havitakiwi kukaa ndani ya miili yetu kwa sababu havina thamani yoyote kwenye miili yetu, na sisi ni wa thamani. Ninaamini kabisa kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu umeshaanza kutambua wewe ni wa thamani, mwili wako ni wa thamani na umenunuliwa kwa thamani. Ninaamini kwa ufunuo huu, kwa sababu ya ufunuo huu, ama kwa sababu ya ufahamu huu, kwa sababu imeandikwa, utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Kwa ukweli huu, I believe kwamba kila maumivu yatadumu kuondoka kwenye maisha yako, kila ugonjwa, kila udhaifu utadumu kuondoka kwako, kwa sababu havina thamani yoyote kwa jina la Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20. Nataka nikuonyeshe kitu kingine ambacho kiko kwenye hilo andiko ambacho kinaweza kutuwezesha kuitambua ama kuijua miili yetu. Anasema, maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Anasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Anasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mara ya kwanza kwenye andiko hili nimekuonyesha Biblia inatuonyesha sisi tulinunuliwa kwa thamani, kwa hiyo sisi ni wa thamani, miili yetu ni ya thamani. Sasa hivi nataka nikuonyeshe andiko hili linasema tumtukuze Mungu katika miili yetu. Maana yake tunatakiwa tumtukuze Mungu kwa miili yetu, au miili yetu inatakiwa imtukuze Mungu. Miili yetu inatakiwa imtukuze Mungu. Miili yetu inatakiwa imtukuze Mungu. Kila sehemu ya mwili wetu inatakiwa imtukuze Mungu. Kila sehemu ya mwili wetu inatakiwa imtukuze Mungu. Sasa mark notes. Ninaomba uyazingatie maelezo ambayo ninaenda kuyasema. Magonjwa umtukuza ibilisi na sio Mungu. Magonjwa kwenye mwili wa mtu yoyote yule humtukuza ibilisi na sio Mungu. Maumivu humtukuza ibilisi na sio Mungu. Maumivu humtukuza ibilisi. Udhaifu humtukuza ibilisi na sio Mungu. Maumivu
magonjwa, udhaifu wa kila namna kwenye mwili humtukuza Ibilisi na sio Mungu. Chochote cha giza humtukuza Ibilisi na si Mungu. Chochote cha giza humtukuza Ibilisi na sio Mungu. Lakini pia chochote cha nuru humdhihaki Ibilisi na kumtukuza Mungu. Chochote cha nuru humdhihaki Ibilisi na kumtukuza Mungu. Ngoja nikuonyeshe. Angalia kitabu cha Luka sura ile ya 17 na mstari wa 15. Luka 17 mstari wa 15. Luka 17 mstari wa 15 anasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Kwa wale ambao wanasoma Biblia, utagundua hii ni ile habari ya wakoma ambao Yesu Kristo aliwaambia waende wakajionyeshe kwa makuhani na wenyewe watapokea uzima. Na Biblia inaonyesha kwamba walipokuwa njiani walitakasika ama walipona. So Biblia imemnukuu mmoja wao ikisema kwamba na mmoja wao alipoona ya kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Mmoja wao alipoona amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Angalia, ni mpaka alipopona ndipo alimtukuza Mungu. Manake ni hii hapa. Uponyaji siku zote umtukuza Mungu. Uponyaji kwenye mwili wako siku zote umtukuza Mungu. Uzima umtukuza Mungu. Uzima kwenye mwili wako humtukuza Mungu. Afya kwenye mwili wako, kwenye mwili wangu humtukuza Mungu. Afya humtukuza Mungu. Ni mpaka alipopona ndio alianza kumtukuza Mungu. Ni mpaka mwili wake ulipopona ndipo alipomtukuza Mungu. Na sehemu nyingi za Biblia, kwa wale wasomaji wa Biblia, Biblia imenukuu Yesu alipoponya wagonjwa. Biblia inasema watu walimtukuza Mungu kwa watu kama hawa ambao wamepewa amri kama hiyo ya kuponya watu. Manake hii inatuthibitishia uponyaji humtukuza Mungu. Uponyaji umtukuza Mungu. Uzima umtukuza Mungu. Uzima umtukuza Mungu. Afya umtukuza Mungu. Afya umtukuza Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninachosema ni hichi hapa. Tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu, kwa miili yetu kuwa na uponyaji. Tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu, kwa miili yetu kuwa na uponyaji. Tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu, kwa miili yetu kupona. Tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu, kwa miili yetu kupona. Tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu, kwa miili yetu kuwa na uzima. Tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu, kwa miili yetu kuwa na uzima. Tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu, kwa miili yetu kuwa na afya. Tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu, kwa miili yetu kuwa na afya. Tunatakiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu, kwa miili yetu kuwa afya. Tunatakiwa tumtukuze Mungu kwa miili yetu, kwa miili yetu kuwa afya. Angalia tena Wakorinto wa kwanza 6:20, kuonyesha kitu kingine pale. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari ule wa 20 anasema hivi: maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mara ya kwanza tulipoanza kusoma mstari, nilikuonyesha kwamba mstari unatuonyesha tulinunuliwa kwa thamani, na hivyo tujitambue sisi ni wa thamani, na hivyo tujue miili yetu ni ya thamani. Lakini mara ya pili kwa andiko hili nimekuonyesha kwamba Biblia ama andiko hili linatuonyesha kwamba miili yetu sisi inatakiwa imtukuze
Mungu, na nikakufafanulia sana, lakini nao sasa nataka nikuonyeshe kitu kingine. Anasema maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Nikupe ufunuo, mtu wa Mungu. Chochote kinachoandikwa kwenye Biblia kina meaning. Chochote kinachoandikwa kwenye Biblia kina maana. Hamna kitu kimeandikwa kwenye Biblia kujaza mstari ama kujaza Biblia. Okay, sasa hivi nataka nikuonyeshe hilo neno sasa ama sasa basi. Nataka nikuonyeshe hilo neno sasa au sasa basi. Hiyo sasa ina maana gani kwenye miili yetu? Hiyo sasa inatuwezesha kujua nini kwenye miili yetu? Okay. Sasa maana yake ni sasa. Sasa maana yake ni sasa. Na Biblia inasema saa ya wokovu ni sasa. Na Biblia inasema saa ya wokovu ni sasa. Okay. Na wokovu ni pamoja na uponyaji wa miili yetu. Wokovu ni pamoja na uponyaji wa miili yetu. Wokovu ni pamoja na uponyaji wa miili yetu. Okay. So, anaposema sasa basi, na tumeshaona saa ya wokovu ni sasa, na wokovu ni pamoja na uponyaji wa miili yetu. Wokovu unamaanisha pia uponyaji wa miili yetu. Maana yake angalia, sasa, nao, sasa, sio baadaye, sio kesho, sio kesho kutwa, sio mwaka ujao, no. Sasa. Sasa ndio wakati wa miili yetu kupona ili tumtukuze Mungu. Sasa ndio wakati wa miili yetu kupona ili tumtukuze Mungu. Sasa ndio wakati wa miili yetu kuwa na uzima ili tumtukuze Mungu. Sasa ndio wakati wa miili yetu kuwa na uzima ili tumtukuze Mungu. Sasa ndio wakati wa miili yetu kuwa na afya ili tumtukuze Mungu. Hatuhitaji kusubiri kesho wala kesho kutwa wala mwaka ujao. Sasa ndio wakati wa miili yetu kuwa na afya ili tumtukuze Mungu. Maana yake ni hapa, mtu wa Mungu. Hakuna sababu ya kusubiri kesho ili umtukuze Mungu kwa uponyaji wa mwili wako. Hakuna sababu ya kusubiri kesho ili umtukuze Mungu kwa sababu ya uponyaji wa mwili wako. Hakuna sababu ya kusubiri wiki ijayo ili umtukuze Mungu kwa sababu ya uponyaji wa mwili wako. Hakuna sababu ya kusubiri wiki ijayo ili umtukuze Mungu kwa sababu ya uponyaji wa mwili wako. Kwa nini? Amesema sasa. Sasa ndio inatakiwa tumtukuze Mungu. Na kinachomtukuza Mungu tumeshaona ni uzima, ni afya. Na tumeshaona pia Biblia inasema saa ya wokovu ni sasa. Na wokovu maana yake ni pamoja na uponyaji wa miili yetu. Maana yake sasa inatakiwa kila mtu awe na uzima na uponyaji ili amtukuze Mungu. Ninachosema ni nini? Saa ya uzima, afya na uponyaji wa kiungu kwa ajili ya miili yetu ni sasa. Saa ya uponyaji, afya na uzima wa kiungu kwa ajili ya miili yetu ni sasa. Maana yake angalia, kila mtu anayenisikia nao, kila mtu anayenisikia sasa anaweza akapona sasa na akamtukuza Mungu sasa. Kila mtu anayenisikia right now anaweza akapona sasa na akamtukuza Mungu sasa. Hatuna sababu ya kusubiri kesho kutwa, mwaka ujao. No, ameshasema now, ameshasema sasa tumtukuze Mungu katika miili yetu. Kila mtu anaweza akawa mzima sasa na akamtukuza Mungu sasa. Kila mtu anaweza akawa mzima sasa na akamtukuza Mungu sasa. Kila mtu anaweza kuwa na afya right now na akamtukuza Mungu sasa. Kila mtu anaweza kuwa na afya sasa na akamtukuza Mungu sasa. And I believe itakuwa hivyo na utamtukuza Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Angalia Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17 tunapoenda kumalizia ili tuombe. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17. Wakorinto wa kwanza chapter number 3 na mstari ule wa 17 nasema,
Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Anasema kwa maana mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Mungu anasema mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu huyo mtu, kwa sababu hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Nataka ukumbuke sisi tulipotoka, tulisema sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sisi ni nyumba ya Roho Mtakatifu. So hekalu ambalo linaongelewa hapa ni miili yetu. Manake ukumbuke na usisahau, miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ukumbuke na usisahau, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama Mungu yuko tayari kumharibu mtu ambaye ataharibu mwili wako, kama Mungu yuko tayari kuharibu kitu ambacho kinataka kuharibu mwili wako, manake tunapata ufunuo hapa, mtu wa Mungu. Mungu hataki miili yetu iharibike. Mungu hataki miili yetu iharibike. Mungu hataki miili yetu iharibiwe na chochote kile. Mungu hataki miili yetu iharibiwe na chochote kile. Ufunuo mwingine ni kwamba kumbe miili yetu haitakiwi kuharibika kwa namna yoyote ile. Miili yetu haitakiwi kuharibika kwa namna yoyote ile. Miili yetu haitakiwi kuharibiwa na chochote kile. Miili yetu inatakiwa iwe kwenye hali ile ile ambayo Mungu aliumba nayo. Miili yetu inatakiwa ionyeshe utimilifu na utimamu kama Mungu alivyoiumba. Anasema mtu akiharibu hekalu, mtu akiharibu mwili, Mungu atamharibu mtu huyo. Pointi nyingine ya ufunuo ni hapa, angalia. Si kwamba tu Mungu hataki miili yetu iharibike, lakini pia tunapata ufunuo Mungu yuko tayari kuharibu chochote kile ambacho kinaharibu mwili wako. Mungu yuko tayari kuharibu chochote kile ambacho kinaharibu miili yetu. And I know, na mimi ninajua, na kila mtu mwenye akili anajua kwamba kati ya kitu ambacho huwa kinaharibu miili ni magonjwa. Kati ya kitu ambacho huwa kinaharibu miili ya watu ni nini? Ni magonjwa. Labda kama hujawahi kuuma mpaka ukafikia stage hiyo, lakini hospitali ziko nyingi sana, unaweza kupata nafasi ya kutembelea mojawapo, utaona jinsi ambavyo magonjwa yanaharibu miili ya watu. Kama Mungu anasema yuko tayari kuharibu chochote kinachoharibu miili yetu, na kama tumeona kwamba miili yetu inaweza kuharibiwa na magonjwa, manake ni hapa, Mungu yuko tayari kuharibu ugonjwa wowote ule ili usiharibu miili yetu. Mungu yuko tayari kuharibu ugonjwa wowote ule ili isiharibu miili yetu. So ombi langu nini? Ombi langu kwako ni wewe kubali kushirikiana na Mungu kuharibu kila ugonjwa ama chochote ambacho kinaharibu mwili wako. Ombi langu ni hili kwako: kubali kushirikiana na Mungu ili kuharibu chochote ambacho kinaharibu mwili wako, kwa sababu kanuni ya ufalme wa Mungu iko hivi. Kanuni ya ufalme wa Mungu iko hivi. Mungu, my goodness, Mungu anaweza yote. Mungu anaweza yote, lakini kwa jinsi alivyoumba hii dunia, hawezi kufanya chochote hapa duniani bila mtu. Nitarudia tena. Mungu anaweza yote, lakini kwa jinsi alivyoumba hii dunia na kuweka kanuni zake, hawezi kufanya chochote kwenye hii dunia bila kumtumia mtu ama bila mtu. Kadhalika pia na ulimwengu wa giza wa mapepo hawawezi kufanya chochote kwenye hii dunia bila kuwa na mtu. Ndio maana kila ufalme, kila upande, shetani anatafuta watu na Mungu anatafuta watu, kwa sababu shetani ni roho na Mungu ni roho, na kulingana na kanuni za ulimwengu wa roho, hakuna roho inayoruhusiwa kufunction hapa duniani ama kufanya chochote bila kuwa na mwili, bila kuwa na mwili. Ndio maana hata Yesu Kristo, kama Mungu aliumba kila kitu, alipotaka kuja kufanya kitu kutoka hapa duniani, alibidi awe na mwili, avae mwili, awe mtu. Kwa nini? Mungu anaweza yote, lakini hawezi kufanya kitu bila kuwa na mtu hapa duniani. Ndio maana nakwambia hivi, hata kama Mungu amesema yuko tayari kuharibu chochote kinachoharibu mwili wako, kubali wewe
kushirikiana naye. Kubali wewe kushirikiana naye kuharibu chochote ambacho kinaharibu mwili wako. Na njia mojawapo ya kushirikiana naye ni prayer. Njia mojawapo ya kushirikiana na Mungu ni maombi. Angalia, unapoomba kwa usahihi, unapoomba kama neno la Mungu linavyoelekeza, kwenye ulimwengu wa roho unampa Mungu license. Kwenye ulimwengu wa roho unampa Mungu kibali kuingilia kila kitu kwenye maisha yako na kukusaidia. Unapoomba kwa kumaanisha kama neno la Mungu linavyoelekeza, kwenye ulimwengu wa roho unampa Mungu kibali, unampa Mungu permit ya kuingilia mambo yako na kukusaidia kuharibu chochote kinachoharibu maisha yako ama mwili wako. Unapoomba kwa kumaanisha, unamruhusu Mungu ashirikiane na wewe kuharibu na kuondoa chochote ambacho kinaharibu mwili wako ama maisha yako. Na kinyume chake ni kweli. Unapoacha kuomba, sikiza, sio Wakristo wengi anaelewa sana. Unapoacha kuomba, maana yake automatically, wewe unajua ama ujui, unapoacha kuomba unampa ibilisi license ya kuendelea kuharibu mwili wako na maisha yako. Unapoacha kuomba kwa sababu yoyote ile, wewe unajua ama ujui, kwenye ulimwengu wa roho unachofanya, unampa ibilisi license, unampa kibali, unampa permit ya kuendelea kuharibu mwili wako na maisha yako, hata kama unajua ama haujui. So ushauri wangu, narudia tena, kubali wewe siku ya leo kushirikiana na Mungu ili kuharibu kila ambacho kinaharibu mwili wako ama maisha yako. Na njia mojawapo ya kushirikiana naye ni by prayer. Na njia mojawapo ya kushirikiana naye ni kwa maombi. Nataka uzingatie hichi kitu kabla hatujaomba. Nataka uzingatie hichi kitu kabla hatujaomba. Haijalishi ni roho gani ambayo imekuwa inaharibu mwili wako ama pati yoyote ya mwili wako. Haijalishi ni roho gani ama ni kitu gani kimekuwa kinaharibu sehemu yoyote ya mwili wako, au niseme, haijalishi ni ugonjwa gani, ni udhaifu gani, ni maumivu gani yamekuwa yanaharibu sehemu yoyote ya mwili wako, lakini wewe ukikubali kumaanisha kukaa kwenye prayer, kila roho ya ugonjwa, kila udhaifu, kila maumivu vinaweza kuondoka, vinaweza kusepa na vikakuacha huru usipokata tamaa. And I believe siku ya leo itakuwa hivyo. Na ninaamini siku ya leo itakuwa hivyo. Aruske vele abalaska vade. Uko tayari kuandika? Uko tayari kuomba? Nimesema uko tayari kufanya? Kuandika. Ni kwa sababu hii hapa. Kila ninapofika hapa, ninaona kalamu. Karuze vreheska baladeshke. Kila ninapofika hapa, ninaona kalamu. Kila ninapofika hapa, ninaona nini? Kila ninapofika pale, ninaona kalamu. Ninaona kalamu nyeusi ambayo katikati ina kimviringo ama kitufe cha goldi, lakini kishikizo chake pia ni cha goldi. Ninaona kalamu nyeusi, kalamu ya kupress, kalamu ya kubonyeza, na hii kalamu nyeusi katikati ina kitufe ama ina kimviringo cha goldi, lakini kishikizo chake ni cha goldi pia, lakini hichi kitufe cha kupress ni cha goldi pia. Umesikia nilichokiongea? Kila nitaka kuongea najizuia nimalize, lakini naona Roho Mtakatifu anataka nianzie hapa kwanza. Nataka nianzie hapa sasa. Fungulia Zaburi ya 45 mstari wa kwanza. Maruska bala aladise beyana. Chap basi. Soko bali eresebe lemana karabaga. Zaburi ya 45 mstari wa kwanza anasema, moyo wangu umefurika kwa neno jema. Osaka bala uzebede. Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Alafu anasema, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Moyo wangu umefurika kwa neno jema. Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Alafu anasema, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Kila ninapofika pale naona kalamu nyeusi. Si ni sawa? Nimeshaieleza. Na Biblia inasema hivi, maana mojawapo ya kalamu ni ulimi, tongue. Sawa. Unaitwa nani rafiki? Masoto. Esther,
unaitwa Esther. Barere kora balana magare sibede tu. Umesema unaitwa Esther. Esther, nani amekualika? Huyu amekualika? Ni ndugu yako? Rafiki amekualika. Esther, ulishawahi kuona misiba? Ulishawahi kuona msiba? Wapi? Msiba wa nani? Msiba wa babako. Ulishawahi kuona msiba wa babako? Unajua, kila nikifika pale naona black pen. Napoona hii black pen, nimeeleza kidogo, nataka kufafanua, lakini black pen na kuelekea wewe. Lakini nilipofika tena hapa, baada ya kuona kalamu nyeusi, nikaona kaburi. Ndio maana nikakuuliza umeshawahi kuona msiba? Na umesema umeshawahi kuona msiba. Msiba wa nani? Wa baba. Karuzezevle kopra haske veli balaske demande rekebe efradaska balo epreheske veli emaroska va alegedi epreheska baya emaniska varadi elekoska ba. Mtu anaweza kanena kwa lugha kidogo, sakarade eflemonska bala. Acha kunishanganya kwa lugha. Maroska va ereske belemaya erisipo raketeve ereske pelemona karadevle heska vala. Esther, umekuja kwenye maombi na uko tayari Mungu akusaidie. Simama hapa. Korazi vele hema naska taya davaliske bea. Hema neskavu eprahaske veli kadaya brehesko balaske bia mane keske bea. Ezuzu preheske velia. Eteke vrahaska vali pelezizi manara epragaska vali kataya elemoska masotobo efredila kadayama elezuvra alakatiske belea. Esther, kwenye maombi ya leo, Mungu anakuondolea kila kudharaulika kabisa kwenye maisha yako. Masotobolo eriska baluske vesi balaga. Kwa sababu si kwamba tu ninaona kalamu, si kwamba tu ninaona hii kaburi, si kwamba tu ninaona hivyo vitu, lakini pia ninaona kudharaulika kwenye maisha yako. Lakini kama Mungu aishivyo leo kuleta mahali hapa kupitia huyu, Mungu anakuondolea kila dharau kabisa, kunaondoka. Baada ya ibada hii, baada ya maombi haya, utaona kuna kukubalika tena, utaona kuna kuheshimiwa tena. Kila nikifika hapa nikiona hivyo vitu, nasikia pia sauti inaniambia kuna shiftness inatokea kwenye ulimwengu wa leo, siku ya leo. Kuna mabadilishano yanaenda kutokea kwenye ulimwengu siku ya leo kwa ajili yako wewe. Na haya mabadilishano yatakuwa mambo mabaya yasiyokuwa na thamani kwenye maisha yako yanaondoka, na mambo mema kutoka kwa Mungu yanakava maisha yako, na utafurahia maisha kuanzia siku ya leo. Maumivu ambao umekuwa umeyapitia na kuyavumilia muda mrefu sana, Mungu anaenda kuyaondoa leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu hayo maumivu, kuwaza na kuumia, havina thamani yoyote kwenye maisha yako ama kwenye mwili wako. Na somo la leo linasema kwamba hivyo vitu vinatakiwa viondoke, visepe kwenye maisha yako. Okay, mimi nitakuuliza swali lingine. Baruske belikara. So, baba yako alifariki ukiwa mkubwa ama ukiwa mdogo? Ukiwa mkubwa. Maana ulikuwa unamjua baba. Ulikuwa unamuelewa baba. Okay. Baba alikuwa na kiwango gani cha elimu? Sepradaya katevelesia. Relax, siogope. Alimaliza tu darasa la 7. Si ni sawa? Okay. Na wewe umesoma mpaka level gani? Mpaka form 4. Ulitaka kuendelea, lakini hukuweza kuendelea. Okay. Baba alifika la 7. Si ndio? Akakwamia pale. Wewe ukafika form 4, ukakwamia pale. Sio kwamba ulitaka kuishia pale, no. Ulitaka kuendelea. Si ni sawa? Si ni sawa? Okay, maruske veleha bariska tabala elegea. Hii kalamu inamaanisha mambo mengi sana, nitakwambia moja moja. Vipi ukipata nafasi ya kusoma sasa hivi utasoma? Ukipata nafasi ya kujiendeleza sasa hivi utajiendeleza? No. Kama iko moyoni acha nayo. Diriska bala havridikia. Ukipata nafasi ya kujiendeleza sasa utajiendeleza. Ukipata nafasi ya kusoma sasa utaendelea kusoma. Kusoma hapana. Sasa angalia. Vipi? Magedebe. Unatonanga? Hata mmoja. Si sawa? Unajua, tusiposhughulikia hichi kitu, watoto
wako ukija kuingia, ukiolewa, ukiwa na watoto na nini, whatever the case, watakuwa naishia, hawatafika mwisho wa elimu, watakuwa wanakwamishwa. Baba alikwamishwa na wewe umekwamishwa, so na watoto wanaweza kukwamishwa vile vile. Unapenda iwe hivyo au upendi? Maana yako unatarajia kuwa na watoto kabisa. Mariska baladi kada. So kati ya kitu ambacho, ngoja niwaambie kitu watu wa Mungu. Biblia inasema mshike sana elimu. Si ni sawa? Usimwache aende zako kwa sababu ni uzima. Okay, kama Biblia inasema hivi mshike elimu, manake elimu ni kitu cha thamani. Elimu ni kitu cha thamani ambacho hakitakiwi kiondoke kwenye maisha yetu, kinatakiwa kiwepo. Si ni sawa? Kati ya kitu Mungu anakusaidia leo, unaondoka na baraka ya elimu kwenye maisha yako. Pale ambapo baba alishia, pale ambapo ulishia, watoto wako hawataishia. Watoto wenu hawataishia, watavuka. Lakini sio hivyo tu, ninaona leo unaondoka na neema ambayo itawasaidia ama itasaidia uzao wako. Watapata kila kinachotakiwa kwa ajili ya elimu, wasikwame kwa jina la Yesu. Baruske pelevala anamaske veliharaga. So, ili kaburi liko wapi nao liona hapa limechorwa? Liko sehemu gani, maeneo gani? Moshi. Maana yake unataka niambie ni watu wa Moshi kabisa? Umetokana wapi na Wamasai? Rasobla. Hivi wewe ni Masai au ni Mwarusha? Umetokana wapi na Wamasai? Marafiki Kwa kumbe Wachaga na Wamasai wanaweza kuwa marafiki. Sikujuaga hicho kitu. Anyway, karuzebeli habalagadi herikatabaya. Anasema hivi, moyo wangu umefurika kwa neno jema, mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi, na pale ninaona kalamu, na hii kalamu inakuelekea wewe. Na anasema hivi, moyo wangu umefurika kwa neno jema, na kwa sababu moyo wangu umefurika kwa neno jema, ninasema, Yesu alisema hivi, kinywa cha mtu hutamka yale yanayojaza moyo. Si ni sawa? I say. Na kwa sababu ulimi ni kalamu inaandika, inajaza vitu kwenye moyo. Na kwa sababu ninaona hii kalamu ni nyeusi na ina kitu cha dhahabu. Dhahabu ni kitu kizuri, sio kibaya. Si sawa? Hii kalamu ni nyeusi na anasema hivi, nitawapa hazina za mahali pasiri gizani. Esther, kati ya kitu ambacho Mungu anakufanyia siku ya leo, tangu siku ya leo Mungu anajaza moyo wako na habari njema, au niseme kuanzia siku ya leo maisha yako yanajaa habari njema, yanajaa vitu vyema. Manake vitu vibaya kuanzia siku ya leo viko cancelled. Habari mbaya hautaendelea kuzisikia kwa jina la Yesu. Moyo wako utadumu kujaa vitu vyema, na kati ya vitu vyema amani itakaa kwenye moyo wako. Hautakuwa na mfadhaiko tena, hautakuwa na kuhangaika tena, hautagandamizwa na mawazo mabaya tena kwa ajili ya maisha. Kuanzia siku ya leo Mungu anaondoa hicho kitu. Unaamini? Okay, kama unaamini ngoja niendelee kidogo. Anasema hivi, moyo wangu umefurika kwa neno jema. Anasema mimi nitasema yale niliyomfanyilizia mfalme. Anasema ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Manake ulimi ni kalamu inayoandika. Si ni sawa? Ulimi ni kalamu inayoandika. Kwa sababu naiona ile kalamu pale, ufunuo mwingine ambao ninataka niongee kabla sijaenda pale mwisho. Iko hivi, Esther. Kila maneno mabaya yaliyotamkwa kwenye maisha yako, haya maneno hayana thamani. Hayo maneno mabaya yanaondoka, hayatakuzuia tena. Anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Anasema ulimi wangu ni kalamu. Kila neno ambalo limekuwa kama mtego kwenye maisha yako, leo linafiatuka huo mtego, na kwa jina la Yesu utaona kupiga hatua ukienda kabisa kwenye kila eneo la maisha yako. Esa, kitu kingine nataka nikushauri niishi hapa, kwa sababu tunaona hii kalamu. Nataka nikushauri kuanzia siku ya leo usikubali kuongea kitu chochote usichokitaka. Usikubali kuongea chochote usichokitaka kwenye eneo lolote la maisha yako. Esther, unapotoka kwenye ibada, usikubali kuongea maneno ambayo ni negative. Usikubali kuongea maneno ambayo huyataki. Unanielewa kweli? Okay.
kwenye eneo la afya, kwenye eneo la familia, kwenye eneo la uchumi, usiongee maneno yoyote ya kitu usichokitaka. Manake badilisha maneno ya ulimi wako, ongea vile vitu unavyovitaka hata kama hali inakataa. Nitarudia tena ngekutazama. Kuanzia siku ya leo kwenye eneo lolote la maisha, kwenye afya, kwenye uchumi, kwenye family na kwenye malengo yako, usiendelee kuongea maneno ya vitu sio vitaka hata kama hali iko hivyo. Kuanzia leo anza kuongea maneno ya vitu unavyovitaka hata kama hali inakataa. Kwa mfano, huu ni mfano ili uelewe. Sio? Kama una hela usiseme sina hela. Kama mlikuwa maskini usiendelee kusema mimi maskini. No. Alifanyika maskini ili tuwe matajiri. Maana yake ongea mimi ni tajiri, ongea mimi nina fedha. Si ndio? Kama ni mdhaifu usiendelee kusema mimi ni mdhaifu, sema mimi ni hodari. Maana ndivyo ilivyoandikwa kwamba aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Maana yake kati ya kitu ambacho Mungu anataka kusaidia leo, badilisha namna ya kuongea kwako. Ongea vitu unavyovitaka. Kwa mfano, kama hauna kazi usiseme sina kazi, sema ninayo kazi, naona kazi. Si sawa? Chochote unachokitaka ambacho unaona hauna, usiendelee kusema sina, wala usiendelee kuwaza una. Badilisha, ona unacho, ongea unacho. Esa, umeelewa? Umeelewa kweli? Itakusaidia mno na itakuvusha. Umenisikia? My goodness. Mungu anakuponya leo kwenye kila eneo la mwili wako, na imekuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kabale hoza badika tayaba. I say, esta wewe. Rasopa la dega. Hivi dhahabu ni kitu kibaya? Ni kitu kizuri? Ni kitu kizuri. Unisikilize rafiki yangu, ujaja kwa bahati mbaya. Kwa sababu tunaongea na watu wengi kule, na itakuwa ni ushuhuda hata kwa wale. Iko hivi. Nipo malizana wewe. Naona ingekuwa na maskari hapa wangeelewa. Ninaona ghafla unatembea, na katika kutembea kwako ukafika mahali ukakanyaga. Maaskari watanielewa. Tunapokuwa tunalinda ama ukiwepo kwenye malindo ya kimataifa, huwa kuna vivuko huwa vinawekwa njiani, na vile vivuko huwa saa nyingine kuna mahali tuna press alafu vinazama chini, barabara inakuwa kawaida, na tukitaka mtu asivuke tunainua juu. Sawa? So ninaona ukitembea, na wakati unatembea umefika kwenye kivuko, kile kivuko kikazama kikawa flat, ukasimama kwenye kile kivuko. Kila kipingamizi kwenye maisha yako Mungu amekuondoa leo, na utaona kuvuka kwenda. Lakini sio hivyo tu, ninaona umesimama kwenye hichi kivuko cha dhahabu. Sio kwa nini dhahabu zinaonekana kwako. Ninaona umesimama kwenye hicho kivuko, lakini hicho kivuko ni cha dhahabu, na naona kiko lifted, maana yake kinakuinua. Hiyo ni promotion, hiyo ni kuinuliwa, hiyo ni elevation. Nitarudia tena. Hiyo ni promotion, hiyo ni elevation, hiyo ni kuinuliwa. Baada ya ibada hii, kama Mungu aishivyo, hatua zako zinaenda kuinuliwa, maisha yako yanaenda kuinuliwa, unaenda kuwa elevated, unaenda kuwa promoted. Kila ambacho kilikuwa kinakufuatilia kwenye maisha yako kiko cancelled leo. Kila wadudu wa kiroho kama ninavyoona walikuwa wanakufuatilia leo wako blocked. My ruska bala de bosa baragadaba. Esa, ndio gani mbaya unaikumbuka lisha kuyota? Ukumbuki? Kwa sababu ninaona kama wadudu wakikufuata kama nyoka si nyoka, mjusi sio mjusi. Kwa sababu ninaona pia kama kumbi wakifaa wakikufuata, lakini hao kumbi kibibilia tunaona kama ni nzige, kama ni nzi. Na kibibilia nzi ni mapepo. Kibibilia nyoka ni adui. Unasikia mtu, unasikia? Ndio maana nikakuuliza, kuna ndoto yote unakumbuka lishe kote ya kutisha ambayo inakusumbua? Anyway, ukikumbuka utamwambia. Maanake nao nipo kwenye ulimwengu wako wa ndoto, ndio naona hivi vitu. Sawa? Naona hivi vitu. Sasa nyingine vinakuwa kama nightmare. Unajua nightmare? Nightmare unazifahamu? Nightmare unafahamu? Haina shida. Rekomal. Baloza gadabaya akada. Lakini kama Mungu aishivyo,
chochote kilichowahi kukuataki kwenye ndoto, leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Huo uharibifu umetoweka. Au wadudu au nyoka, vyote viwarudie wao, kwa sababu imeandikwa, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, hala hakuna kitakacho kuzuru. So tunavitawanya kama ilivyoandikwa, maadui zako watakuja kwa njia moja, lakini watatawanyika kwa njia 7. Kama Suleiman alivyosema, Bwana Mungu wangu leo amenipa amani kila upande, hakuna adui wala tukio baya. Ndivyo ilivyo kuanzia siku ya leo. Mungu anakupa amani kwenye kila upande wa maisha yako, na hakutakuwa na adui wala tukio baya kwa jina la Yesu, wala hakuna cha kukuzuru tena. Unaamini hivyo? Andika prayer point tuombe. Muda wangu umeenda, sikutarajia. Andika prayer point number 1. Chap, muda wangu umeisha kabisa. Prayer point number 1. Esther, una marafiki? Marafiki wako wengine wanapitia shida, waalike kwenye ibada, waje Jumapili, waje Alhamisi, sawa? Na utaona Mungu atakachofanyia leo. Usinyamaze, waalike wengine kwenye ibada. Prayer point number 1. Kulingana na Wakorinto wa kwanza 3:17. Prayer point number 1. Wewe utakuja na ushuhuda. Mungu anaenda kukushangaza, kwa sababu haya yalikuwa anazuia, wala sio Mungu, wala sio shetani na nguvu. Haya ni makitu ya kipepo, lakini Mungu leo ameyaondoa. Sara, nani? Esther. Kwa unapajua Moshi? Kwa ulishaona wakifanya matambiko? Relax. Sababu kule upande wa baba yetu kule walikata matambiko. Ni upande upi ndio walikuwa wanafanya sasa? Baba upande huko kwa mama. Upande kwa babu. Babu mzaa nani? Mzaa mama. Ndio wanafanyaga matambiko. Kabisa, ulishaye kuona? Mimi niliona siku ya kichinja na mesi yangu. Relax. Kwa ulishaye kuona? Niliona tu kichinja, lakini lakini ulishaye kuona hata kama ni kidogo. Relax. Nimekuuliza kwa sababu ni kitu naona, sawa? Lakini kama Mungu aishivyo, wewe umemkimbilia Kristo, havitakuathiri. Prayer point number 1 kulingana na Wakorinto wa kwanza 3:17. Andika, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na haribu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wangu kwa chochote kile. Prayer point number 2, naamini umemaliza. Kwa sharp basi, muda umeisha. Nilifikiri nitamaliza saa 11 ili tuombe, ndio maana umeona saa zile tulipoanza nilikuwa naenda faster sana ili tuwe na lisala kuomba, lakini ndivyo tumebakiza nusu saa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na haribu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wangu kwa chochote kile. Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wangu kwa chochote kile. Manake tunaiataki roho yoyote ambayo inaharibu sehemu yoyote ya mwili wako, na kama inatumia chochote kile, hicho kitu kinaharibika. Ndio maana hiyo prayer point. So tukiomba hapa leo, kaombe na nyumbani. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na haribu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wangu kwa chochote kile. Prayer point number 2. Prayer point number 2 kulingana na Wakorinto wa kwanza 1:25. Prayer point number 2 kulingana na Wakorinto wa kwanza 12:25. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na haribu na kuondoa kabisa kila kinachosababisha faraka yoyote ile kwenye kila eneo la mwili wangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na haribu na kuondoa kabisa kila kinachosababisha faraka yoyote ile kwenye kila eneo la mwili wangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu na kuondoa kabisa kila kinachosababisha faraka yoyote ile kwenye kila eneo lolote la mwili wangu. Prayer point number 3. Prayer point number 3 kulingana na Wakorinto wa kwanza 6:20. Wakorinto wa kwanza 6:20.
Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila kitu ambacho hakimtukuzi Mungu kwenye kila eneo la mwili wangu. Kwa nini? Imeandikwa inatakiwa tumtukuze Mungu kwenye miili yetu. So chochote ambacho hakimtukuzi Mungu hakitakiwe kikae kwenye miili yetu. So tunafanyaje? Tunaomba hivyo: Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu na kuondoa kabisa kila kitu ambacho hakimtukuzi Mungu kwenye kila eneo la mwili wangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila kitu ambacho hakimtukuzi Mungu kwenye kila eneo la mwili wangu. Uko tayari kuomba, mtu wa Mungu? Good. Sasa muda umeisha watu. Nimejitahidi kwenda speed vile siangalia hata mtu, lakini maana yake Jumapili nitaenda speed tena zaidi ili tupate lisala kuomba. Kwa ukija hapo ushange anza kuandika haraka. Simama mtu wa Mungu tuombe. Simama tuombe. Sikiza. Nataka uombe kwa kumaanisha, kama unajua sehemu yoyote ya mwili wako ina shida, sehemu yoyote. Na hata kama ulishaenda hospitali wakwambie sijui nini, wewe waache. Lakini mimi nataka umaanishe uone kama akijaharibika. Sawa? Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kulingana na Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wangu kwa chochote kile. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wangu kwa chochote kile. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wangu kwa chochote kile. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wangu kwa chochote kile. Nataka nikuone ukiomba ukimaanisha haribu ondoa sapragadaya elakasika brahaska valedeskebea ereko talamanda askebele ebreheska vrataya ezuzi erenana kabu eflesi parahaskedia erekoska malaana sefreketaya inkatakabaya eleska parus evrehekataya ekasakabaya. Tumekwisha kujua miili yetu inatakiwa imtukuze Mungu. Tumekwisha kujua chochote kinachoharibu mwili wetu Mungu alisema atakiharibu. Tumekwisha kujua kwamba mwili wetu hautakiwi uharibiwe na chochote kile, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo Baba, sawasawa na Wakorinto wa kwanza 3:17, naharibu kabisa na kuondoa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ya miili yetu kwa chochote kile. Soko tabaya, erakasafra kataya, ezokopaya, ekaraba kataya, eskabara askataya, ezovra askavi elemando, erikata evreheska barakataya, ezizo abrahaske velikamaradi erekaya, Elekasa abraheska velikia, ekaya prahaska vali ebreheska baya, ezuzu ebreheska mayadia, ezako ebreheska bile emanako, ezuvra askataya eblehoska baya, erikaya skataya arikama ekadia, ekazavra kataya, esakataya, erekezikataya, ebrakasakataya, erekomakazia, inkasavra kataya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu na kuondoa kabisa kila roho inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wetu kwa chochote kile. Makoto ebreheskataya, ezoso ereketia, jakataka brehaskedia, eroso ebreheskataya, ikamakataya tarazia, irikoskapaya, ezozo kataya, erekezikataya, emakazovreeskataya,
ela kasakataya reketekezikataya rekoskaba alavazitea reke eme ekala ebreheskavia ekazi efrekizia makasakataya ereketekedia makasakataya. Miili yetu, miili ya damu na nyama kwa jina la Yesu. Miili yetu kanisa huduma shakataka bakataya ezukotaya erekezikataya eroposkada elekozia erika parahaske velekia ezkataya rekataya avlagazia erekezia makasakataya ezopra askataya ezakataya erekezikataya ezopra askadia erekezia apragazia erekataya ezkataya ekora eskamaya elekuzi ebregizia eskarabakataya emasko ebreheski lekesikataya rebo sakarakataya ezika amatoyo prahaska valia rekezikataya ekazia. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, sawa na Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 17, na haribu kabisa na kuondoa kwa jina la Yesu Kristo kila roho inayoharibu chochote kile, inayoharibu sehemu yoyote ile ya mwili wetu kwa chochote kile, kwa jina la Yesu Kristo. Makazo ebreheskabaya kataya rekezi karabakataya rekezi ebrahaska vakataya intarabakataya reboska va alabayeke rikasia ezoko tari elemeskataya ezakatakaya rekezi bakataya ezaka abrahaske velekidia erekataya evreheska bakataya rekeziba inkasakataya erekezivrakataya elakasakataya ezoprahaskeviya erekeziva abrahaskevelie emakazevreheskataya erapakataya ezozovrahaskeveli inkatavragataya ezokoprahaskavalia inkazakataya erekezikarakataya erapakazia ekazikataya emprekezia abrakasikataya erapakadavasia inkatakavrakataya erapapakazivreheskadaya erekezikataya emariska kataya ezopra askevika labakataya ezozopra haskevia elekezi evrahaska mandia rekataya vrahaska velia erakataya ekazikataya repekitikia inkasakarakataya rapakazivreketia erokozivreheskaya inkaravakataya rekezikataya rapakazikeria esekrikataya rapakataya kariva ila kasakataya irekezivreheskaya inkarobosakataya rapapakazivia rekezizikataya rapakazi elemandia rekezivrahaskavalia zozovrahaski elakasikataya reboska varikataya rapateska daya rekezia makazivrekezia inkarovosikataya rapakazivrekezia ezozoprahaskevia inkaravazivlekaya ezoprahaskataya rapakataya rekezia. Baba, kwa jina la Yesu mazevrekezikalia rekezikarakataya raposka veli emakaya rekezizikataya intarovosivrekezia rekezikataya epragazivrekataya inaraka ikazabrakata kila kinachoharibu sehemu yoyote ya mwili wetu kwa jina la Yesu, kwa chochote kile tunakiharibu na kukiondoa kabisa kwa jina la Yesu. Mazoto prahaska balia ezezekaya ekasakata vragadia rekezia enakazovrahaskevia rakota ableheska mandia rekete vreheskevia ezezika rakezevrikidia rapakadisevrehesia elemando shkabari evreheskia enketevrekezia rapakataya rekota vrehesevleina lezuzikataya ekasakatava erezekataya erepekezia inkazakataya erekezia inkasavraga rakatavaya ezozozopri emazikata inkarovozia makasakataya elezigaraya ekabakadaya inkezivrakaza yekeribasaga emarakataya ezoprahaskedia rekezivrahaskataya rasitelekona madia ekasavrakataya eloska baria. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kulingana na Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 25. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila kinachosababisha faraka yoyote ile kwenye kila kiungo cha mwili wangu. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila kinachosababisha faraka yoyote ile kwenye kila kiungo cha mwili wangu.
wangu. Kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila kinachosababisha faraka yoyote ile kwenye kila kiungo cha mwili wangu. Omba ile ombi shapragadaya. Ezuzu eremaya kada evreheskedi. Rekezi aranaka tavrahaskavadia. Ezuzu kobraheskavaya. Inteze kobraheskevia. Elekazikataya. Eros kama antalia. Ezokota enakarike zivraheskadaya. Esakataya reboska va elekayadia erekezia ntazovrahaskevia elekezisa maana rakativreheskavaya lezuzu kavrahaskedia erokoskabia inkasakataba erekezikatabaya. Kila kiungo cha mwili wetu, mwili, damu na nyama, mwili, udua, mwili, kanisa, kwa jina la Yesu Kristo, kila kinachosababisha faraka kwa jina la Yesu Kristo na kiharibu na kukiondoa kabisa. Kabraheskavalia erepakazia ekasakataya erekeziva rikataya erapakazi eflemaya ereziza karahama atagadie lekezikata ya ama alakezevriskedia rapatoskeveli inarakataya ezokokotaya rekeketaya rebekitia rakazika brakataya erekezika makataya rapati elekota inkazakataya rebeska balakatia ezuzu efreheske mitaya rakataya ezikataya papakataya ezokotaya inkataya rakataya ezeketia rabakasike eblagadaya erikizikataya inkazakataya roboskavrakataya erakaskate evrekezia inkosafraheskedia rakiskefele manakataya ezababakarie eshantakabaya erekezikataya rabaskeveli enamakarabadia rakezikataya inkasakatavaya erebesikaravakataya ekasakataya erekezikataya arabakosefre elemaya elekozivra elekezikataya intarobosikataya ezozofra haskevia inkasavragada elekezia taba. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, ninaharibu na kuondoa kabisa kila kinachosababisha faraka yoyote ile kwenye kila eneo, kwenye kila kiungo cha mwili wetu, mwili wa damu na nyama, miili yetu wa damu na nyama, mwili, uduma, mwili, kanisa, brahaskevia erokotaya inkazotobea erekezi brahaskabea rasosokebeberekia erekazivreheskama erekezi evrahaskevia erekozi evramana kataya ezovra askadia erekezi sevrehaskavaye erama akadis vreheskamaya rekezi kabalazia ekasakatade erekeziva amatevrehe aravzehea marakazivi erekezia inkezivala abrakazive chevreheskaya imprekeziva evrakazia eprakazia masevre elokozivra haskamaya erekezia javrahaskevia ekasakataya erekezia makasavragada enkebrikadia inkasavragada ekarikataya inkasavragada ekazavragada elakasakataya erebosavrahiskebelia emandaskavala inkasakataba. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunaharibu na kuondoa kabisa kila kinachosababisha faraka yoyote ile kwenye kila kiungo cha miili yetu. Ereskobaya emandos kabari erekedia ezozokabaya rekekabaya erakazivra kabaya erekezivre heskaba kabaya erakoskevele emarike evrigadia ekasakavraheskevia rasupra elemande inkasakataya erekezivrakataya inkesivrakazaba erekezivrakataya efrakaskabala ebragazaba inkasavragada elekozia makasavragada erekezia inkesivrakata epragazabaya. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Sema Baba, kwa jina la Yesu Kristo, sawa sawa na Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 20, naharibu na kuondoa kabisa kila kitu ambacho hakimtukuzi Mungu kwenye eneo lote la mwili wangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila kitu ambacho hakimtukuzi Mungu kwenye kila eneo la mwili wangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila kitu ambacho hakimtukuzi Mungu kwenye kila eneo la mwili wangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naharibu na kuondoa kabisa kila kitu ambacho hakimtukuzi Mungu kwenye kila eneo la mwili wangu. Oma shete kabaya rasese kabaya ima
emakatayabala rekezikatabaya. Chochote kile ambacho hakimtukuzi Mungu, niwe ninakijua ama sikijui, rakasabragaya, kiwe kinaonekana ama akionekani, kwa jina la Yesu ninakiharibu na kukiondoa kabisa kwenye kila eneo la mwili wetu, miili yetu ya damu na nyama, miili yetu ministry, miili yetu kanisa kabrahaskabala eketevesia haskataya erekezivrakataya erakadavrakataya iskataya erakabasovre helemaya erekezi emalhaske velikadavaya erekoskabi elemaya eskadaya erekezivrakataya emakataya ereskebelia araskavalie maruskevetia araskamayea masovre heskidia erakataya ekasakataya erekezivrakataya erapaskataya ikamakatavrakataya izakataya kavragada erekezia kataya ikamakataya. Ninaharibu na kuondoa kabisa kila kitu ambacho hakimtukuzi Mungu kwenye kila eneo la miili yetu. Shakaraya esekevrigia inkataya bara iskatavragadaya irapakaskataya izozopraha inkarobosia ezezekrahaskavalia ejatakaba erekezivrahaskadaya esapakaya erekezikataya emakazavaya enkosavragada erekezikataya isakavragadaya erekezia lakasakataya reposkava enekata. Kila kitu ambacho akimtukuzi Mungu kwenye kila eneo la mwili ninakiharibu na kukiondoa kwa jina la Yesu. Rakotevizia inkataya afraketez katavri ebelea esoso prahaska vezia erekedika sakaya ramanda skavali evreheska vadie rekezika avrahaska vezia inkasavragada eleleboskataya erekezivrahaskadaya erabaskava elemaya eskedi eremana karivesia zakataya ekasakataya reboska balia inkesivragazia rapadeske velia inkasakabaya inkabaragada inkedia makozevrekia ekasavrakataya ereskabaya. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Sema, kwa jina la Yesu ninatamka, ninajitamkia, kila kiungo cha mwili wangu kina uzima, uzima tele wa Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ninajitamkia, kila kiungo cha mwili wangu kina uzima, uzima tele wa Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ninajitamkia, kila kiungo cha mwili wangu kina uzima, uzima tele wa Yesu Kristo. Tamkia, tamkia, tamkia kila kiungo kwa jina la Yesu. Marakataya ezazazavragadaba, kila kiungo cha mwili wetu kina uzima, uzima tele kwa jina la Yesu. Kila kiungo, kila kiungo, kila kiungo natamka kwa jina la Yesu Kristo. Kila kiungo cha mwili Yesu zabrahaskevelia ekasafrakataya erebosakabayagada ekasafragada efregeria. Kila sehemu ya mikono, kila sehemu ya miguu ina uzima, uzima tele. Kila mfupa wa mwili una uzima, uzima tele. Bone marrow zina uzima, uzima tele. Seli za mwili zina uzima, uzima tele. Seli nyeupe, seli nyekundu zina uzima, uzima tele wa Yesu Kristo. Tumbo la chakula, tumbo la uzazi, mfumo wa uzazi una uzima, uzima tele. Kila figo ina uzima, uzima tele. Mapafu yana uzima, uzima tele. Mfumo wa kufumua una uzima, uzima tele kwa jina la Yesu Kristo. Kongosho ina uzima, uzima tele. Mji wa mimba una uzima, uzima tele kwa jina la Yesu Kristo. Kila mfupa una uzima, uzima tele, uzima wa Yesu Kristo. Kila eneo la ngozi lina uzima, uzima tele. Kila eneo la maini lina uzima, uzima tele. Utumbo mdogo una uzima, uzima tele. Utumbo mkubwa una uzima, uzima tele kwa jina la Yesu Kristo. Kola chakula, kola hewa lina uzima, uzima tele kwa jina la Yesu Kristo. Kila ubongo wa mbele, wa nyuma na wakati una uzima, uzima tele kwa jina la Yesu Kristo. Kila pingili ya uti wa mgongo, kila pengele ya uti wa mgongo ina uzima, uzima tele kwa jina la Yesu. Rakatabaya evleheskamanda eretetete. Kila kiungo cha mwili wetu kina uzima, uzima tele kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, yale tutakayosema, yale tutakayotamka ndivyo yatakavyokuwa kwa jina la Yesu. Nasi tunatamka zobra askevilia emaraska bale ekeria ezezekota emakazabragada ekezia amakada nkezi varakataya
Ekasava, katika jina la Yesu Kristo sema amen. Sema kwa jina la Yesu Kristo, natamka kwamba kila sehemu ya mwili wangu uzima wa Yesu Kristo unadhihirika. Sema kwa jina la Yesu Kristo, uzima wa Yesu Kristo unadhihirika kwenye kila eneo la mwili wangu, kwa sababu imeandikwa uzima wa Yesu Kristo udhihirike kwenye miili yetu. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, uzima wa Yesu Kristo unadhihirika kwenye kila eneo la mwili wangu. Tamka chap, jitamkie. Tamka uzima wa Yesu Kristo unadhihirika kwenye kila eneo la mwili wangu. Uzima wa Yesu Kristo unadhihirika kwenye kila eneo la mwili wangu. Uzima wa Yesu Kristo unadhihirika kwenye kila eneo la mwili wangu. Uzima wa Yesu Kristo unadhihirika kwenye kila eneo la mwili wangu. Yakabaraga, emakadaga, inkasavraga, ekasakaya, lezuzu efrekia, mare arakativa, eseparaga. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Sema kwa jina la Yesu Kristo, ninatamka, nina wingi wa afya kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa miguu yangu. Sema kwa jina la Yesu Kristo, ninajitamkia, nina wingi wa afya kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa miguu yangu. Jitamkie zotobaya. Ezezekeda, imeandikwa chochote unachotamka itakuwa. Zapragadaya, edekedia abrahasia, mazeze kotaya, emaraga, inkezebra haskadabaya, ekasakataya, ezezeka, erekezia, inkasaya, erepakata, erekezikaya, erekezikataya, masokotobo, epapapaya, inkezivrakata, erekezikadaba, ekazavragada, ikasabragada. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Natamka imekuwa kama ulivyoomba. Natamka imekuwa kama ulivyojitamkia. Ninatamka kila kilichokuwa kinaharibu mwili wako kimeondoka. Kila roho ya ugonjwa, maumivu na udhaifu imetoweka. Kila kilichokuwa kinashambulia na kudhoofisha afya yako kimetoweka. Ninatamka una uzima tele. Ninatamka umepona. Ninatamka una uponyaji wa kiungu. Ninatamka una afya tele ya kiungu.